Karibu kwenye makala maalumu inayohusiana na tamasha la kipekee lililofanyika katika kata ya Lupingu wilayani Ludewa mkoani Njombe mnamo Novemba 28 mwaka 2024. Msimuliaji wako katika makala hii ni mimi Shukran Kaogo. Tamasha hili ambalo lilihudhuriwa na wageni kutoka katika maeneo mbalimbali lililenga kutangaza utalii wa ukanda wa Ziwa Nyasa ambao una vivutio vingi vya kipekee, tamaduni za ngoma za asili, vyakula vya asili, lakini kubwa zaidi ni kuwaenzi wadau wa maendeleo ambao wamekuwa ni sehemu ya kupiga hatua katika nyanja mbalimbali na hasa afya na elimu, na si wengine bali ni Profesa Rüdig pamoja na mkewe Hei ambaye kwa sasa amekwisha tangulia mbele ya haki. Tamasha hili lilifanyika kwa muda siku mbili, ambapo siku ya ufunguzi lilifunguliwa na mkuu wa wilaya ya Ludewa Olvanus Thomas aliambatana na viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na kikosi cha ulinzi, na hapa zinatolewa hotuba mbalimbali kutoka kwa mgeni rasmi pamoja na makampuni, huku burudani za ngoma za asili ambazo ziliwafanya wageni kupata fursa ya kujifunza tamaduni, mila na desturi za wenyeji. Nitumia nafasi hii kuipongeza Padeko pamoja na wafadhili wote walioweza kuwezesha tamasha hili, na nimeelezwa ya kwamba haitakuwa mwaka huu tu, itakuwa ni kila mwaka. Kwa hiyo niseme ya kwamba tujivunie kile tulichonacho. Tujivunie utalii mzuri tulionao, ili Tanzania ijue kabisa fahari ya Ludewa tulionayo ni pamoja na hii. Tuliamua kudhamini shindano hili kupitia Profesa Rüdig ambaye kwa hapa Lupingu amekuwa ni mdau wa miaka mingi katika kutoa ufadhili na misaada mbalimbali, na mimi kama mwakilishi wake nimekuwepo hapa, lakini pia tunashukuru kwa ushirikiano ambao tumetoa na serikali. Sisi tumelifanya hili tukakutambua umuhimu wa sekta ya utalii katika nchi yetu katika kuongeza mapato, lakini mwishowe tumetambua pia umuhimu wa ngoma za jadi kwa ajili ya kuenzi utamaduni wetu kama Watanzania. Katika maeneo yetu haya tuna vivutio kadhaa, vivutio vingi vya utalii katika wilaya yetu. Moja ya vivutio hivi ni ziwa hili Nyasa. Wale wanaosoma historia, wale wanaosoma jiografia wanaweza wakawa mashahidi ya hili ziwa Nyasa. Moja ya maziwa yanayotambulika duniani ni pamoja na ziwa Nyasa. Yote maeneo mbalimbali ya kusomesha watoto yatima, kuhudumia vikundi mbalimbali na mambo mengine, lakini kutangaza utalii wa wilaya ya Ludewa. Tamasha hili limeandaliwa na taasisi ambayo imesajiliwa wilayani hapa Ludewa. Mimi ni mwenyekiti wake, naitwa Nixon Maundi. Inaitwa Lake Nyasa and Mount Livingstone Tourism Association, lakini kwa kushirikiana na chango cha ATA, chama cha ngoma za asili Tanzania, lakini ufadhili toka kwa Profesa Rüdig unaenda moja kwa moja katika shirika la Padeko. Padeko nao wanaweza wanatusupport sisi. Katika siku ya pili ya tamasha hilo, mkuu wa wilaya ya Ludewa aliwakilishwa na katibu tawala wa wilaya hiyo Gilbert Sandagila, ambapo tamasha hili lilikamilishwa kwa kupambwa tena na ngoma za asili, na mgeni rasmi alitoa hotuba yake sambamba na mkurugenzi wa shirika la Padeko. Padeko inatekeleza shughuli zake za kuwasaidia wanajamii katika afua 5 au katika nyanja 5. Ya kwanza ni elimu, yani ufadhili wa masomo kuanzia ngazi ya sekondari, vyuo vya kati, vyuo vya ufundi hadi elimu ya juu, yani vyuo vikuu. Afua ya pili ni afya, maji, uwezeshaji wa uchumi wa kaya na utunzaji wa mazingira. Kadiri rasilimali fedha zinavyopatikana, shirika pia linawasaidia zaidi wananchi au wanajamii wengi. Hivi sasa shirika linatekeleza shughuli hizo katika wilaya ya Ludewa na Njombe. Shirika limeendelea kutafuta wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi ili kufanikisha shughuli zake. Tunapenda kutambua mchango mkubwa wa Profesa Rüdig na mke wake marehemu Adehade
kwa mchango wao wa kuboresha maisha ya wananchi wa wilaya ya Ludewa kupitia nyanja hizo hapo juu nilizozitaja kwa takribani miaka 40 sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, shirika linashukuru serikali, uongozi wa mkoa wa Njombe na wilaya ya Ludewa kwa ushirikiano mkubwa tunaoupata tangu kuanzishwa kwake mpaka sasa, ambapo tunazindua kampeni hii mpya ya kuhamasisha utalii wilayani Ludewa. Tamasha hili najua limeshirikisha mambo mengi, ikiwepo uhifadhi wa ziwa Nyasa, vivutio vya utalii, vivutio vya uchumi na mengine mengi. Ningeomba tu kwamba tamasha hili liwe ninaamini kwamba wananchi wote tupata elimu ya kutosha kutokana na tamasha hili la jana na leo. Niombe tu kusisitiza tuendeleze utamaduni wetu ambao utavutia utalii katika wilaya yetu, hususan katika kata ya Lupingu iliyoko tarafa ya Mwambao. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba niende kwenye malengo ya kuanzisha tamasha hili. Malengo makuu yalikuwa kwa ajili ya kuenzi wafadhili wetu kama nilivyosema, lakini lengo la pili ambalo ni lengo kuu lilikuwa ni kukuza utalii wa ngoma za asili, lakini pia utalii wa mazingira na ziwa letu hapa. Lakini jana ndo nilipata kujua kwamba hata mawimbi pia ni utalii. Jipigeni makofi, nyinyi wabunifu sana. Jana hawa ndo wamenifundisha kwamba kumbe mawimbi ni utalii, na kweli mara nyingi nakujaga nakuta kuna mawimbi na shangaa. Kwa penye pale na nini nafanya utalii, si ndio? Makofi mengi kwa utalii. Lakini pia mnamo asubuhi tuliweza kupanda kule juu kwenye maporomoko, na mimi nilifurahi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ukipata nafasi ukienda kule utafurahi. Kwanza kuna mabwawa mawili makubwa sana. Bwawa la kwanza liko chini, kubwa la kuogelea, tulikutana na watoto pale wanaogelea vizuri. Juu tena kuna bwawa, lakini maporomoko maji yako kama 3 hivi, na chini la katikati na la juu. Ikumbukwe kuwa tamasha hili pia lilitumika kama jukwaa la kutangaza utalii wa wilaya Ludewa, hususan ziwa Nyasa ambalo ni miongoni mwa maziwa makubwa na mazuri zaidi barani Afrika, na hapa viongozi hawa wanafika katika maporomoko ya maji ya mto Rwika na kujionea maajabu yake. Tumekuja na programu ya kukuza utalii katika wilaya yetu ya Ludewa. Hapa tuko katika mto Rwika katika kata ya Lupingu pembezoni mwa ziwa Nyasa. Hapa ni maporomoko ya mto Rwika ambapo maporomoko mazuri makubwa. Hapa kama unavyoona kuna bwawa la kuogelea zuri sana, lakini pia katika pango ile nyuma ya maji ambayo unaona yanashuka na ndege ambao wanataka kule wanachukua watoto na wanatoka kwa pale nyumba pia kwa ndege. Aidha, sherehe hizo ziliambatana na ugawaji wa mitungi ya gesi kwa wananchi kwa ushirikiano wa kampuni ya Orex, ambapo ni mchango mkubwa katika kuboresha maisha ya wananchi, hasa kwa upande wa nishati mbadala ambayo inasaidia kupunguza matumizi ya kuni na mkaa. Na hapa wananchi hawa wanafanya maonyesho ya vyakula vya asili vilivyopikwa kwa kutumia majiko hayo. Dira ya nchi ni matumizi safi ya kupikia. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Rais anaenda nchi za nje, anaongea kwamba anaenda kuomba funds tupate kwa ajili ya tuhamasishe matumizi safi ya nishati ya kupikia. Dira ya nchi na dira ya taifa mpaka mwaka 2034 tunataka 80% ya wananchi wawe wanatumia nishati safi ya kupikia. Na ndio maana sasa hivi sisi kama Orex tumeanzisha programu yetu ya kijiji kwa kijiji, kwamba tunahakikisha kila kijiji kiwe wawe wananchi wawe wanatumia nishati safi ya kupikia. Na kama tulivyokuja hapa Lupingu, na ni programu yetu. Hatutaki tena wananchi wa Lupingu muende Ludewa, si kweli? Tunataka wananchi wa Lupingu wote muwe mnajazia gesi hapa hapa. Tukitumia
wanaathirika kwa ile sumu, manake kuni nyingi zinakuwa ni sumu, na pia mkaa tunaotumia ule moshi unaathiri binadamu, wengi wanakufa. Kwa maana wametumia hii gesi kunusuru maisha ya binadamu. Kule nyumbani mjitahidi tupikie chakula kizuri chenye makundi tofauti ya chakula. Sasa ndugu zangu, lakini hasa kwa wanamama wanaonyonyesha, wenye mimba na wale ambao na watoto wadogo, wapatieni chakula kizuri chenye lishe ili tuweze kupigana vizuri na udumavu. Sasa ndugu zangu, jambo la pili, mheshimiwa mgeni rasmi, nilizungumza awali juu ya zawadi. Zawadi zetu zitakuwa kama ifuatavyo. Mshindi wa kwanza atapata fedha taslimu shilingi 300,000. Mshindi wa pili kwa maana ya mganda na kioda pia. Mshindi wa pili hivyo hivyo atapata shilingi 200,000 kwenye kioda lakini pia kwenye mganda. Mshindi wa tatu atapata shilingi 100,000. Ndivyo ambavyo zawadi zetu tumeweza kuzipanga. Mheshimiwa mgeni rasmi, nini kinafuata baada ya wewe kufunga sherehe hizi? Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tunatamani kwa ajili ya kuweza kukuza na kuhamasisha utalii katika wilaya yetu ya Ludewa. Sababu mimi pia huko nyumbani tunafikiria eneo la Lupingu kama eneo kiongozi la utalii katika wilaya ya Ludewa, kwa kuwa na vivutio vingi hivyo nilivyovitaja pamoja na nyumba pale kanisani, kwenye kanisa la Katoliki. Tumefikiri tunahitaji pia kuwa na hoteli. Kwa hiyo hivi sasa tunatafuta wadau mbalimbali, lakini pia na profesa anatusaidia kutafuta wadau mbalimbali ili tuweze kujenga hoteli ya kitalii. Hoteli ya kitalii hoje. Nihitimishe makala hii kwa kushukuru wewe uliyefuatilia na kusikiliza vyema, na nikualike tena uwe sehemu ya safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Ludewa, urithi wake wa utamaduni na maajabu ya Ziwa Nyasa. Tembelea Ludewa, mahali ambapo utamaduni hukutana na uzuri wa asili.